Ruto's 2027 master plan rests on three strategic planks that Moi exploited to the maximum in 1992. One of them is that it is not demography what has been praised at or suggested as a tyranny of numbers that wins an election. Far from it. Second, it is not the amount of money or the war chest that you have built that wins election. What wins an election is the superiority of the strategy in order to secure power. And Ruto is heavily investing in strategy, and the strategy is essentially to divide the opposition. Nasema wewe ni mwanafunzi wa Bwana Moi. Bwana Moi. Na inasemekana hivyo. Okay, nimekuwa nikipitia hivi online nikapata na hii video. Kitu tu imekuja ya kwanza kwa akili yangu ni story ya Ndindi Nyoro. But pia nikafikiria in details. Kuna jamaa fulani pale alikuwa pia anajaribu kuanalyze the whole situation surrounding hii saga ya Ndindi Nyoro na vile Ruto anajaribu kufanya kusecure ama just to remain in power in the coming general election 2027. Ndindi Nyoro of Kiharu knows it. And that's where the problem is. Na anasema kwamba yeye si story ya numbers tena yenye anafikiria sahi. Like it's all about the strategy. Pesa unaweza kuwa nayo but bado ushindwe kuwin election kama vile tumeona pale Olkalau. Money is not everything. The people of Olkalau had everything thrown at them, and when I say everything, I really mean everything. Walipewa gas. Wakapewa mattress, wakapewa mablanketi, wakapewa kila kitu, barabara, title deeds. Tangu mwanzo wa dunia, tangu dunia yumbwe, kaunti ya Nyandarua leo imerekodi title deed ya kwanza ambayo imekuja. Boats, everything was thrown at the Olkalau people, but they still decided they will take everything and vote for whoever exactly they want. Pesa imekuwa wamefanya all types of bribery but bado wameshindwa kuwin election. Alafu tena numbers, but for now Ruto hana numbers. Like ile generally amelose ile popularity. Lakini ukiangalia ile strategy yenye anasema ya kudivide the mountain ambayo tumesema it's the largest voting block. Huyu Kasongo anapanga ate kugawanya mlima, ate mlima ikuwe west and east. Kasongo anakuambia hiyo maneno hayawezekani. Ni kitu ina raise a lot of curiosity pale ama alarm. Wewe umeona Ndindi Nyoro vile alikuja, he was not supposed to create another party. Labda kama ni msee mwenye amekuja akisema na opposition, alifaa tu akuje aingie kwa one of these opposition parties kama DCP ama labda hii Linda Mwananchi movement ama any other. Lakini yeye akakuja aka create yake. Mimi kama Ndindi Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeingia chama inaitwa People's Party of Kenya. Sasa watu wengi wameview ni kama ni strategy anatumiwa na Ruto kudivide the mountain. Juu pale sahii imekuwa ngori sana kwa msee kama Ruto kuwin any elective seat pale kwa mountain. Unajaribu kurelate na ile ya 1992 ya Moi. Moi hiyo time alikuwa amejua kwamba hawezi win election. Moi knew he gonna lose it in the presidential election. And so he called his press secretary Lin Jiu and told him, let's start packing, let's leave. So when Moi said pack and go, ama sio hivyo Lin Jiu aliwaambia? When he told me, let's pack up and go. In 1992? Yes. He wanted to leave. He said, you cannot win this. Akasema, the only thing about tunaweza fanya sahi to survive ni kudivide the opposition. Lin Jiu, as he says, they decided, no, we have to divide the mountain. And by dividing the mountain, we have to make sure that Kenneth Jido Matiba runs, so that they can run Kibaki this way and Jido Matiba this way. Then they can divide the vote so that there is a person who gonna make it through the middle. Kuna msee mwenye alita hapo alikuwa secretary general before organize ile ya Matiba. Like sasa huyo ni kama ni msee walita wakuje wapange hiyo strategy. Huyo msee alipokuja akamwambia Moi, sasa tunahitaji pesa ndio tuweze kufanya Matiba like more popular. Okay. Ndio tumsupport akue popular ndio aweze kudivide ile mountain ambayo pia ilikuwa under opposition. Sababu that time pia Kibaki alikuwa area akiran. So we told him we want so many million.
a couple of millions of shillings. And these millions were to mobilize people and to make posters. They actually threatened somebody with death. We went to a government printer. We told the government printer, we shall kill you. What we are going to do here, you shut up. We want hundreds of thousands of posters ikiwa na picha ya Matiba. Sasa wakaleta Matiba in. Na hiyo time walikuwa wanasema Matiba hata hakuwa area, alikuwa out of the country. Matiba alikuwa ameingia hivi, I think ilikuwa London. And Matiba doesn't know he's in London. He doesn't know. Akirudi sasa. Akirudi anapata vitu zishapangwa mpaka watu wakamlaki kwa airport. Like huyu jamaa amegain popularity Matiba. Naye hajui. Asema Rada ni gani? Jamaa anamuuliza, "Oh, do you like to be the president?" Yeye anasema, let the people decide. The people's voice is the God's voice, is God's voice. Sasa tunaona akawa ni kama washampea a leeway yenye anaweza run pia. Now when Matiba was coming from London, we organized bus magari ya parastato. Ikatolewa namba, tukaweka namba ya raia. Upeleka watu who are friendly from Rift Valley. Kati Matiba alifika airport, he went mad with excitement. Alipoulizwa, who will be the president? Akasema, let the people decide. So ukitumia hiyo mfano na vile Ndidi amefanya ni kama ni same thing tu. For sure. Alafu ukiangalia wakati ule Matiba hizi rally zake alienda kupiga Rift Valley. So now we convinced Matiba's press that people in the Rift Valley are so excited about Matiba's entry into the presidential race. I would like for him to face it. Tukanjaza watu wakumshangilia ama posters. Ndio aonyesha kwamba watu wanampenda kule mbali na mountain. Like logically ukiwa na wase wa out of your home wanakupenda, watu wa home watafikiria mbona si atupendi mtu wetu. Sasa vile watu wa Kenya waliona huyu jamaa anapendwa Rift Valley, they started saying here at the mountain, huyu mtu ndio anapendwa, huyu ndio mtu anapendwa. Alafu pia Ndidi alisema after ile meeting yake, kitu ya kwanza yenye anaenda kufanya ni kwenda Uasin Gishu, Nandi, hizo places tu zenye ni base ya Ruto. I'll be going across Kenya. Haswa mimi nitaenda Uasin Gishu County. Na nitaenda Nandi County. Nitaenda Bomet County. Nitaenda Elgeyo Marakwet. Nitaenda Kericho. But according to yeye anasema ni wasi watakuwa wametumwa na Ruto waweze kutokea waonyeshe kwamba Ndidi pia ako na ile popularity na anapendwa kule area. Why is he saying all those things? Because wale watu watatokelezea, sababu ni watu wa Kasongo. Watakuwa wameletwa na Kasongo kujae watu, so that watu wa mlima tuone huyu jamaa anapendwa kule. Na unakumbuka sisi tukienda kule tunachapwa, lakini yeye anapendwa, kwa hivyo tumpende hapa. It is history that is just about to repeat itself. So it's like ni kama history inaenda kujirudia. So sijui kama unaichukuliaje, ama ni vile tu watu wanajaribu kuleta history but nowadays labda tuseme watu wamechange, ama labda ni strategy Ndidi pia anajaribu kuiweka kujiposition vizuri politically labda in the future. Unaona, mimi nasema tusiangusha wahenga. Wahenga nao walijizatiti sana kutupea vitu zenye zina make sense of this situation. Walisema if it quacks like a duck and walks like a duck, it is a duck. Wakasema lisemolo lipo na kama halipo linakuja. You understand? Na ziko mingi, tunaweza piga mingi sana. Wahenga washa to define a situation and what it is. My guy, tunaweza toka hapa tuende wapi. Even if truly Ndindi Nyoro is not working with Ruto, his actions speak to the fact that they are working together. That means he's a fool. Kwa sababu bro, uwezekani kila mtu anakuambia ukifanya hivi watu watasema unawaki na Ruto na ufanye hivyo. Alafu bado ufanye hivyo. Either wewe ni mjinga ama unawaki na Ruto, ama pia usikizi watu, na watu ndio wanafaa kupea presidents. Na watu ndio kusema. Watu washakwambia Central chama ni nini? Ni DCP. Unaelewa? Hata kama utaki kuwa na DCP, si basi ingia tu independent, lakini mimi ni independent lakini na support Gachagua. It make more sense. Politics is about interests. Uweze jifanya hapo, unataka kuongoza watu, lakini you don't want to use the system that they are telling you to use. Who are telling you we are using DCP. Uko hapo unaanza ku launch party hata hatujui ni nini. Party yenye hata hakuna mse mwenye labda hata anaweza run na hiyo party yako. Unaelewa? So Ndindi Nyoro
you cannot fight the allegations. The allegation is that you are working for the president. Yeah. The allegation is that you are being used by the president to divide the opposition. And you are doing anything and everything to support that narrative. Yeah. Tutakusaidia aje? Ni vigumu Tutakusaidia aje Dende? Like every move that these people are predicting, ye bado anafanya hivyo. Hiyo ndio kitu yenye inafanya kabisa watu wanaamini kwamba huyu jamaa ako behind Ruto. Na kama you are truly not behind Ruto, why do you keep doing everything and anything to prove to us that you are with him? Mbona usifanye tu vitu zenye zina make sense? Yeah. Everyone in your region is supporting Gachagua. Yeah. You understand? Now those who are not supporting Gachagua, they are supporting Ruto and they are open about it. Sindio? Wewe amua. Na wako very open. Yeah. Either uko kwa ngozi, kwetu wanasemaga it's either uko kwa ngozi ama uko kwa nyama. Huwezi kuwa tu uko katikati bro. Huwezi kuwa. It's either ukue tu mmoja kati ya hizo ngozi ama nyama. Yeah. Wewe either uingie DCP na utulie. Ama uingie UDA na utulie. Hakuna katikati. Hakuna katikati. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga guns na polisi washakuambia kwamba kuna mtu amepanga guns, why are you going there? Siwende nyumbani upange mkutano mwingine yenye haina guns. Why are you forcing yourself? Number 2, huyu Orengo na Babu Owino na hiyo timu yenye walikuwa wanaenda Homa Bay wanataka kudanganya nani? Si walikuwa wamekusanya 100 guns kutoka Nairobi, DCI akawashika kabla hawajafika Homa Bay. Alikuwa amesanya ile maguns kutoka Kisumu na Siaya, walishikwa kwa njiani na panga na marungu, na wengine sneak wakatembea na kina Orengo. Now saizi they want to say ati we call ICC. If we call ICC today, Orengo kwanza atanyongwa before hata kesi ianze, because he is known to be working with the worst goons in this country. When I keep quiet, don't think that I don't know. We know. I'm just laughing at them. So stop creating a crisis. Mwende mkae chini, tafuta good politics, muombe kura, msituletee shida kama wake. Bro, huu ni CS anasema hivyo. Like anasema tu yeye ukimwona amenyamaza, si eti hajui. Anachekelea tu. Wewe kama CS wa security, kwa nini uone vitu kama hizi? Like hautaki kusikia ama labda uweze kufumbia macho na jifani kama ambaye huoni. Yeye anasema Gunzo alianza sijui 1995, like kitambo sana. But sasa hakuna vile Kenya imekuwa na amani kama ile serikali ya Ruto katika hii miaka 4 imeongoza. Ni kama kwamba guns ilianza na serikali ya William Ruto. 1995 kijana wa Malwa akisukumana na Raila mpaka Raila akaingia chini ya meza huko Thika. Hiyo ilikuwa guns ama sio guns? Our country is very safe. Mimi nataka nyinyi watu wa Uasin Gishu msikie. This country is safer under this administration 4 years than ever before. My question is simple. How does Kipchumba Murkomen still have a job in this day and age? Do you remember Kipchumba Murkomen on the 7th of July last year? He's the same guy who told the police, why didn't you shoot these people? He was asking them. Na mjue mko na support yangu 100%. Mungetumia bunduki kupiga hawa asingekuwa na shida kabisa. So mmesikia hata leo nimetangazia kila mtu kwa Kenya. He told them, I've given you permission to shoot these people. Shoot them. Unaelewa? So to me, Murkomen ni mtu mwenye we are not even supposed to be talking about him, kwa sababu he's a guy who's not supposed to be in power. He's the guy who talks atasema it's a certain tribe that is causing this. Unaelewa? Yani a cabinet secretary. Yani yeye lazima create story cover up hiyo story yote. Hataki kuonekana yeye kama mbaya. He's basically a lawyer for evildoers. Yeye kazi yake ni kukava vitu zenye mbaya zimehappen or what has been done in a bad way. Kazi yake ni kukuja kukava. Simi hata nimeona akisema eti ni opposition wase opposition kina Orengo kina Babu ndo wali. Huyu Orengo na Babu Owino na hiyo timu yenye walikuwa wanaenda Homa Bay wanataka kudanganya nani? Si walikuwa wamekusanya 100 guns kutoka Nairobi, DCI akawashika kabla hawajafika Homa Bay. Na tunataka rally yetu ikuwe na amani ndio watu waweze kutusikiliza tuweze kumwaga sera. Why should we carry guns? I'm trying to figure out why he's still the CS. One, maybe because he comes from the president's tribe. But also there is also the fact that Kipchumba Murkomen and Ruto wametoka mbali sana. They've come from very far. And one thing that many people who are close to William Ruto will tell you is that Ruto is very loyal. Ruto huwa akosei marafiki zake. Anataka tu kuweka hapo karibu.
Wewe Ruto akikuahidi kitu, you're gonna get it. Utapata. As long as you are a partner in crime. Lazima tu akuweke mambo yako atapanga. So that is what is helping Kipchumba Murkomen. Otherwise, we've had him talk very bad things. Gachagua himself has come out to say that what is destroying President William Ruto's legacy is the fact that he's surrounding himself with amateur leaders who do not have the experience to hold certain dockets. Mtu kama Murkomen, si mtu kwa anafaa kuwa na hold dockets kama ya internal security. Bado wako na ujana mwingi sana. He has some things that are yet to be resolved so that he may be able to occupy such a position that requires a lot of maturity. This is the one docket in the government that almost holds the country together. Unaelewa? You saw in 2021, 2022, the docket was given to Matiang'i because it is given to the most serious person. Ukiangalia former ones, Nkaiseri. You understand? Adults, people who have shown that or has demonstrated that they can actually handle the work. Ukiangalia performance ya Matiang'i, bro, like hakukuwa na story kama hizi. Exactly. Akisema kitu inafanyika. Exactly. I think hata stories ka hizi za Gunza angekuwa shamalizana nazo. Of course. Another former interior cabinet secretary is Michuki. You understand? I want you to look at the caliber of people that have always occupied this office. It's very serious people. People who used to do things in a serious way. Now, pick Kipchumba Murkomen, umweke hapo. This is the minister who's telling you, ukisikia mahali kuna goons, mbona unaenda hapo? Him, and na yeye ndo wako in charge of the police, anaweza ambia police, and then imalizae nao goons, so that these people when they come there, they can hold a peaceful meeting. But you are telling us not to go there. First of all, you are admitting that kazi yako umeshindwa ya kulinda wananchi. You're also admitting that these goons are more powerful than the police. Hence, the police cannot control them. And also, you're telling Kenyans to do away with the right that they're given by the constitution, the right to movement to any part of this country. Simply because you cannot protect them. But I think mse si eti hajui kwamba kuna goons, anajua, but ni kwa sababu hawa goons wana operate na government. Wako katika serikali. Ndio maana hata hawajakuwa na ile hamu ya kuweza kuwamaliza, ama labda ile ari ya kusema kwamba tunaenda kukomesha goons waweze kuisha kabisa katika nchi. So it speaks to a minister mwenye ameshindwa na kazi yake. Minister mwenye ako hapo just because he comes from the president's tribe, and also because he was owed a favor by the president. So the president does not want to remove him. It is bad to a point that even fellow Kalenjins think that Onesmus Kipchumba Murkomen does not perform. He's failing. Cherargei has called him out several times in the Senate. Alimwambia hadi anafaa ku resign. And if anybody has to resign, we must start with the cabinet minister Murkomen, Mr. Speaker, because that is where the buck stops with, Mr. Speaker. Exactly. So if Cherargei with his big head can see that you do not deserve to be a CS, why is Ruto still retaining this guy as the CS? Why? I think the main thing that we can do is to do away with the government. Juu tukitoa Ruto, tuko sure tutakuwa tumetoa Murkomen. That's for sure. Kesho kuna wageni wanakuja Kakamega County, na niongee kama senator mtarajiwa. Opiyo Wandayi unakuja Kakamega, Junet Mohamed unakuja Kakamega, nasikia John Mbadi unakuja Kakamega. Sisi watu wa Kakamega ni watu ambao tunapenda amani. Sisi hatupendi vurugu. We do mature politics. Najua kesho mnakuja kufanya empowerment ya bandia, ati mnafanya empowerment ya tuktuk. Nataka kuongea na ndugu zangu wale ambao wanafanya biashara ya tuktuk. Formula ni kama hiyo ya Olkalau. Wakileta 1,000 muitishe 2,000. Wakileta 2,000 muitishe viatu. Wakiwapatia viatu muitishe mattress. Kama vile walisema wakiwa Homa Bay, ati ya kwamba Homa Bay ati ukisema one term is provocative language. Mimi kama kijana ya Lurambi, Junet Mohamed, nataka unisikie vizuri. Wewe kuja approved school, patia watu wetu pesa, lakini ukisema two term, unajua hapa Kakamega, that is provocative language. Very nice. Very nice. Unaona vile sasa siasa yetu kwenye imefikia? Imekuwa siasa ya sema ni vitisho,
Ni siasa ambayo hakuna ule uhuru wa mtu kujieleza. Hii yote imeletwa na serikali ya William Ruto. Sababu ukiangalia what happened in Homa Bay, nimeona mpaka Kajwang. Kajwang alikuwa ana condemn sana hiyo act. I must, as the leader of the people of Homa Bay, I bear political responsibility for the acts of omission and the acts of commission last Sunday in Homa Bay. Goonism has no place in contemporary Kenya. What we witnessed in Homa Bay last Sunday, I want to make it very clear. That is not the position of the Luo community. That is not the position of the ODM party. Haikufaa kukua vile kwa sababu kuna ile right ya mtu kuenda kukampeni mahali popote katika nchi. Lakini what happened in Homa Bay ni kitu ambacho yeye alikuwa na kikondem sana. Na ukiangalia maneno ya huyu jamaa ni kama ni kitu same tu. Ukikuja huku pia wewe uanze kusema tutadili na wewe. To me hakuna ile freedom ya mtu kujieleza hisia zake ama labda kujieleza ile stand yake in politics. Inaanza kukua ni kama regional politics, like ile msee anafaa kufika hapa lakini huko hafai kuenda. Na hii yote imeletwa na serikali ya William Ruto kwa sababu ya goons. I think inajaribu tu reflect how our politics are managed. Yeah, they're not managed well. Sijui mbona mwanasiasa anajihisi kana kwamba anaona certain region. Lini inakuwa mbaya na watu? Do you know you are just one person? Yeah. Siasa inakuwa crazy. Yeah. Ile siku utajua kwamba hausemei watu. Ni ile siku utatolo. Let me tell you, there's coming time in our politics where wanasiasa watakuwa wanapigwa. Tukikupatia ubunge wa place kama hii yetu. Yeah. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, you are not doing anything. Yeah, you are not doing anything. We come to your place where you live. Tumekuja kwako na hatuna mambo mengi. Yeah. Tumekuja tu viboko. Tumekuja viboko. Another thing yenye tunaweza fanya ni ile tu after 2 to 3 years of your regime. Yes. Tunakuja tunakuuliza what you have done. Kama hujafanya kitu tunakutoa. Definitely. Like hata watu wakuwe tu na ile uwezo wa kutoa mtu katikati ya term vile tulisema. Yeah, midterm hizo. Underperform tunakwambia mzae. Hatujafurahishwa na vile unaendelea. Toka tu. Hizi miaka 2 zimebaki, wacha tutafute msemo mwingine tumweke hapo. Mwenye anakaa kama anaelewa kitu anafaa kufanya.